Mtu wa kwanza kunipatia ofisi ya kukaa wakati nilikuwa solicitor ama lawyer alikuwa anaitwa John Ngugi. Ngugi kwao kulikuwa ni Webuye. Nilipoenda Amerika, mtu wa kwanza kunikaribisha katika kazi ya reja hii alikuwa ni mtu kutoka Karatina, alikuwa ni Mkikuyu. Kwa hivyo Kikuyu community are here to live the way you lived 500 years ago, the way you lived during Moi's time. You are going to live and you'll see over this thing, and your destiny ni ile watoto wa Israeli. You kill one Kikuyu, 50 are born. Ukiua 5, 50 wamezaliwa. You are a God created, spirited and spiritualized family. Without you, na nitasema kama Mluya, Kenya is not in existence. Walai, Kenya is not in existence without the Kikuyu community. And therefore whoever mtu yoyote ambaye anafikiri anataka kuwa rais wa nchi hii, lazima aje alale achapwe viboko. Achapwe viboko hapa Mlima Kenya. Na akiamuka kama ajishiki namna hii sawa. Ya mwisho tunaona hapa hii jaja. Tunajikuna hapa. Tutajikuna mpaka lini? Kama bwana Muhiko amefanya tuongee leo. Maana wanamuzisha ndio wamelete hii freedom ambayo tuko nayo katika Kenya mzima, Afrika mzima na Afrika Kusini. Watu wa reggae kutoka Jamaica ndio walienda wakasema hata kama hii bangi yetu ni mbaya, wacha we contribute to the international peace community. We liberate ourselves. Na ile kitu ambayo ilifanya Afrika huru ilikuwa ni dawa. Kweli rongo? Na hiyo dawa siku ya leo wacha nimwambie, na hii ndio ya mwisho. Watu wengi huwa wanasema tuvuta bangi. Mimi mwili yangu yote ni bangi.